dakika chache tumalize. Thank you so much, Reverend Francis. Asante Reverend Francis And Pastor Gladys. na mchungaji Gladys. I don't want to forget, Sitaki kusahau when we were here in Taro, tulipokuwa hapa Tarbo, even when we were living, hata tulipokuwa tukiondoka, it was not easy haikuwa jambo rahisi, because this family, ilikuwa hii jamii, God brought us together, Mungu alituunganisha pamoja, and they were feeding us. na walikuwa wanatulisha. Mungu tu awabariki sana. Amen. These people, Hawa watu ukiwachezea unaweza kuja na rungu kama Maasai ili na kanga namna hii, because I know where they have taken us. maana najua mahali wametutoa. Our church was not well up in Tarbo, Kanisa letu alikuwa na uwezo sana Tarbo, and they were really supporting me and my na family walikuwa wanatusaidia sana mimi na jamii, with the food, with everything. chakula na kila kitu. They used to take care of us well. Walikuwa wanatujali vizuri, Even now, hata they are taking sasa care of us well. bado They wanatujali are still in vizuri. our hearts. Bado wako ndani ya mioyo yetu. Sitasahau ile kanta yetu. Mpaka KAR. That kanta would pass there, it drops mahindi hapo. Ile lori lingepitia pale na Unajua wengine wenu mnatuchezea tu. Mnatuona kama tulianza jana. Nyinyi, bado hapa. Reverend niwaambiaga watu. Ukiona sijakuja si ati nimekataa, ni vile program ni mingi. But this family wametulinda sana. They used to bring us food. wanatuletea chakula. When we come here, we must eat well. Ukikuja huku lazima They also pack for us what we go and eat home. pia wanatubebea mzigo ambao tutaenda kukula nyumbani. See, daktari, you remember? Yes. Daktari, We unakumbuka? don't live here without a package. Hatutoki hapa bila kifurishi. When I come with the car, they must put a sack of maize in the Kuja na boot. gari wataweka gunia la mahindi kwa gari. Lakini leo sijakuja na gari Reverend. So utanisoti hilo unajua. Bwana asifiwe. Unajua nini mnapiaga ati kuokoka tu hiyo ni ushuhuda na ni urafiki. Tumetoka mbali na hao watu. Amen. Na vile tulianza hii kanisa ilikuwa tu kama mchezo. Hapa tukaenda pale chini kwa kaduka, alafu Mungu alikuwa ametayarisha hii ground. Na hii kanisa nilikuwa kwanza kuweka crusade hapa. Nilikuwa natumia ile kanisa la Church of God. Sisi ni wakali. Yetu ilikuwa hakuna, sote tulikuwa tunatumia ile Church of God. Nani kama sisi? Usituchezee bwana, na turudi nyuma. Amen. Wewe kama umekuja hapa, simama vizuri. Singira ulai, singira urugame weka. Hapana kama uko 50-50, naweza toka kama nisoke. Weka hapa. Kama sisi tujatoka, wewe unatoka unaenda wapi? Na that is more than 20 years now. Hiyo ni zaidi ya miaka 20 sasa. Unaona bado tunapendana tu. Wewe unakuja tu siku moja, siku mbili, wamenibo wewe. Wamekubwa vitu gani? Wewe. Ambia mwenzako wewe. Wacha hiyo story. So wale mmekuja next, ninaitwa Reverend Wycliffe Almasa. That's my name. I am born again. I love Jesus. Penda Yesu. I preach in Nairobi. Nahubiri Nairobi. But I'm not a preacher of Nairobi. I'm an international preacher. Lakini mimi si mhubiri wa Nairobi, ni Our home is here in Tarbo. Nyumbani kwetu ni hapa Tarbo. So when I come here, I have no problem at home. Hapa sina shida, niko nyumbani. Sina haraka, hata mkitaka leo nikae mpaka saa 12 nikule supper na nini nilale. Reverend, leo sina speed. Hakuna mtoto niliwacha kulia kwa nyumba. Niko tu vile niko hivi. Salimia mwenzako, mwambie wewe leo utapata kitu hapa. Let's move down. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. I don't take it for granted. Sichukui hivi hivi. It's another opportunity to open my mouth. Ni fursa nyingine ya kufungua kinywa changu. To release the wisdom and the power Kuachilia hekima na nguvu that you have bestowed upon me as your servant. ambazo umeziweka ndani mwangu kama mtumishi. Thank you for the pastoral grace Asante kwa neema ya uchungaji and the apostolic grace na neema ya mitume that is operating upon my life. inayofanya kazi katika maisha yangu. And today may you manifest your glory Na leo dhihirisha utukufu as wako. I teach your word and preach your word. Unapofundisha na kuhubiri, Let Jesus be exalted. Yesu uinuliwe. Bless these people, Bariki hawa watu, set them free and heal them, waweke huru na kuwaponya. and clear all their pains and all their tears. Naondoa uchungu wote na machozi yao yote. In the name of Jesus. Katika jina la Thank Yesu. you for this time. Asante kwa wakati huu. It is your time, not my Ni time. wakati wako, si wakati So wangu. do what you want to do Kwa now. hivyo fanya kile unataka kufanya. Heal every hurt now. Ponya
kila moyo In Jesus' name. kwa jina la Heal every family. Ponya kila jamii. Heal every ministry. Ponya kila huduma. Heal every marriage. Ponya kila ndoa. Heal every business. Ponya kila biashara. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. I humble myself before you. Nanyenyekea mbele zako. As a vessel of clay. Kama chombo cha udongo. That you may use me, Lord. Ili uweze kunitumia In Jesus' name I pray. Kwa jina la Yesu naomba. Amen, amen, amen. 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 Reverend, recently I was given the anointing by our Baba Askofu. Juzi Reverend nilipewa upako na baba. So he has now given us Kiambu district, Kiambu County. Sasa ametupea kaunti ya Kiambu. Kiambu County. Sasa yeye ni overseer wa Kiambu County. I was oppressed somewhere, but the devil is alive. Nilifinyiliwa mahali lakini For the shetani last 2.5 years, kwa miaka 2.5 I was not free. sikuwa huru. But recently we went to his office Juzi tulienda kwa ofisi with my wife, na mke wangu, and he prayed for us, na akatuombea, and he ordained us, akatupaka mafuta, send us again. akatutuma tena. That mzee has never prayed for me that such prayers. Huyo mzee hajawahi niombea maombi kama hayo. And since that day, Na tangia hiyo siku my things shifted. nini yangu ikabadilika. Anga yangu ikabadilika. Anga yangu ikabadilika. Nyinyi najua mwezi kujua kwa sababu hamko kwa hiyo kiatu yangu. Lakini Reverend mimi najua. So when you come to Nairobi, we are now coming to Kiambu County. Unapokuja Nairobi sasa tunaingia Kiambu County. Hey, sema hey. What's your name, guy? What's your name? Mungu. Now, overcoming the spirit of bitterness. Sasa kushinda roho ya uchungu. Why be bitter? Kwa nini uwe na uchungu? Why be bitter? Kwa nini uwe na uchungu? Ask your neighbor, are you ready? Uliza jirani, uko tayari? Then let's move forward. Kisha tuendelee. I have a few scriptures to give you. Kuna maandiko machache ya kukupatia. And then we are going to roll down. Kisha tutaendelea. Amen. Na kufunganya virago. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah kwa mwana kondoo wa Mungu. We had read that scripture in the book of James. Tulikuwa tumesoma katika kitabu cha I Yakobo. want somebody to open for me the book of Psalms. Nataka mtu anifungulie Zaburi. Put for me Psalms chapter 10. Sorry, Psalms chapter 10 verse 7. Zaburi 10 mstari wa 7. Watu wa simu wa media mnafanya kazi nzuri sana. Mungu awabariki. Amen. Psalms chapter 10 verse number 7. It says what? Zaburi 10:7. His mouth is full of lies and threats, trouble and evil are under. Hey. Tusome tena. His what? Is full of and evil and his tongue. mouth and the tongue are together. This is the mouth, that is the tongue. Hichi ni kinywa na huo ni ulimi. When it is full, Kiswahili inasema kinywa chake kimejaa laana na hila na dhuluma. Chini ya ulimi wake kuna madhara na uovu. these are very dangerous things, the mouth and the tongue. Hivi ni vitu hatari, kinywa na ulimi. And the Bible is very specific. Na Biblia iko na It malengo. says his mouth Imesema kinywa is full. kimejaa. Full. Kimejaa. That is why there are people who cannot keep quiet. Hiyo ndio maana kuna watu hawawezi. Even if they are talking nonsense, hata kama wanaongea kitu they must open and lazima waropoke. even if they are talking nothing, Hata kama hakuna kitu wanaongea, something is just washawashing them. kitu kinawawasha. Say something. Sema kitu. Me, I like when I sit, somebody say, can you say something? Mimi napenda wakati mtu anasema sema jambo. Not just stop talking Si tu kuongea mambo until you overtalk. hadi unakosa maana. You talk until you overtalk. Unaongea hadi unaongea zaidi. Wewe unavuka mipaka. Salimia mwenzako, mwambie wewe. Hapana, vuka mipaka. Usivuke mipaka. Let our mouth Wacha kinywa chetu be filled with good things. kijae mambo mazuri. It is full of lies and the threats. That's what happens. The threats. Kimejaa vitisho na uongo. Vitisho na uongo. Vitisho na uongo. Nitaona watanifanya nini? Nitakosa kwenda hiyo press team. Nione watafanyaje. Wewe. Mwambie mwenzako wapi yuko? Unaenda wapi? Wewe kuna wapi yuko? Uko wapi? Hati nini siesi? Ndaacha kwenda hiyo kanisa. Ndaacha kwenda hiyo kanisa. Ndio nione watafanyanga nini? Watasumbuanga nani? Tumekuja hapa kukusumbua. Hapa si Kamiti Maximum Prison.
Wale mnajua committee, mnajua ni kubaya, ni kunoma. The church is not a committee, it's not a prison. Kanisa si gerezani. You come willingly. Unakuja kwa hiari yako. To meet with your God. Ukutane na Mungu wako. Whether we are 10 or we are 5. Ikiwa tuwe 5, we have God. Tuko na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Don't threaten people. Usitishie watu. Don't threaten the fellowship. Usitishie ushirika. I will not go to that women fellowship. Sitaenda katika huo ushirika wa wanaume. I will not go to that men fellowship. Katika huo ushirika wa wanaume sitaenda. I will not go to that youth fellowship. Sitaenda kwa huo ushirika wa vijana. Your mouth is full of what? Kinywa chako kimejaa uongo. And the threats. Na vitisho. Wako na shida. Adua madhena ni kuleta shida tu. Kuleta shida. Hata ukiomba na kufunga bali unaleta shida tu. Kuna shida zingine hata sijui zitoka vipasta. Unaomba. Sasa hiyo ndio zinachemuka. Kumbe mapepo zingine zinaogopaga maombi. Ndio zinachemuka. Ndaona mnafanya. Mama anamwambia mzee utaudu. Ulinitoa kwetu, hata kwetu bado wananijua. Hawakufunga ile nyumba yangu wewe. Wengine walioke pale. Toka huko. Wacha vitisho. Sitakupikia. Si ujipikie nione. Vitisho. Maana moyo unajaa nini? Uchungu. Ukumbuke kuna kaka mzizi hapo. Anasema hata kwetu wako wamenikataa. Kwa hiyo ulikuja nini kufanya hapa kwangu? Si urudi kwenu huko basi. Wakae huko. Utafute mwenye atakuoa huko. Kama si mimi. Niliambiwa na Mungu nikuoe. Pigo tu. Kwa hivyo hata tukikunywa chai bila sukari tunakusema haleluya. Amen. Mpaka kuniletea vitisho. Na kuna na shida. Mpaka nakosa kulala usingizi. Mwingine analala sitting room, mwingine kwa jikoni. So what? Ati sasa imeleta trouble. Na trouble ilitokea wapi? Ati mtoto alikuja amechelewa, baba akachuna masikio. Sasa unachuna mtoto wa nani? Wewe ndio ulizalisha, wewe ndio wewe. Hata kama wewe ulibeba, kuna mwenye alileta. So let us share, let us respect one another. Baada tuheshimiane. Let us count that ulileta na wewe ukabeba, period. To control. Sababu haikujileta peke yake hapo. Lazima kuna mtu alibeba, akatransport hapo na akadeposit. Akasema haleluya, tumwambie Bwana asante. Sasa mzee akichuna mtoto kidogo tu na wika, unarakara the whole night. Hata chakula upiki, unatishia mzee. Na ukicheka nitakuacha na watoto hao. Ndaenda. Unaenda wapi? Ulitoka huko palibeka. Wengine wako huko chini, makutano. Sema wako huko na kuwa hao. Wako hapa, wako huko na Ivasha kwa jua huko. So why are people not in fellowship and in joy with one another? Kwa hivyo kwa nini watu wetu hawako katika ushirika na because of lies? Kwa sababu ya uongo. You talk lies about me. Unaongea uongo juu yangu. And then people see me as a liar. Kisha watu wananiona kama muongo. You talk lies against the Reverend Munio. Uongo juu ya Reverend Munio. People see him as a liar. Wanamuona kama muongo. Nikikuja unachezea hii family, nitakuja na rungu. Ile ya Masai. Nakanga hivi. Tutakutengeneza wewe. Ndio mzako hiyo sio yetu. Wenye hiyo walienda. Wako hapo nyuma wanangojea rungu ya. What when people talk lies? Watu wanapozungumza uongo. When people talk threats. Wakati watu wanaongea vitisho. Even in this nation of Kenya, a lot of threats. Taifa hili vitisho. Oh, you are not this one. You don't come from this one, you don't come from there. Unatoka huku wewe huku. Bitterness. Uchungu. People are releasing words. Watu wanatoa maneno. They are troubling the nation. Wanaleta shida. The nation is not stable. Taifa haliko. All the time fire. Moto. Demonstration. Maandamano huku na huku. This is the thing. Hili ndio swala. Full of lies. Kujaa uongo. They begin talking fast. Wanaanza kuongea kwa. Then they come and bring evil. Kisha wanaanza na uovu. Their tongues is full of evil. Vinywa vyao vimejaa uovu. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we still together by the way? Bado tuko pamoja. Take care of your heart. Linda moyo wako. Your mouth. Kinywa chako. And your tongue. Na ulimi wako. If you control those three things. Ikiwa utadhibiti vitu hivyo. What comes in. Kile kinachokuja ndani ya moyo wako. Take care of what comes in your heart. Jali kinachoingia ndani ya moyo wako. Take care of what comes in your mouth before you speak into your tongue. Kinachoingia kwa kinywa chako kabla hujanena kwa ulimi. Don't trouble the trouble before the trouble troubles you. Usilete shida kama shida haijakuja kwako.
Usijisumbue kabla siri hajakusumbua. Halafu huko Nairobi, huko ndio kubaya. Afadhali huko kwenu. People talk as if they don't care. Watu wanaongea bila kujali. Even in the runinga, in the TV, whatever. Kwenye runinga kila mahali. Why? Their mouth Vinywa is full of lies. Vimejaa uongo. And the threats. Na vitisho. And the cursings. Na laana. And what we call bitterness. Bitter words. Na uchungu kwa maneno yao. And they bring trouble. Na wanaleta shida. When you are just happy, no nothing, no trouble. You don't talk nothing, you don't talk nonsense, you are okay. Ukiwa na furaha hauongei bila mpango, uko tu sawa. There are some people who trouble their fellowships. Kuna watu wanaleta shida katika ushirika. If they are not there, the fellowship is okay. Ikiwa hawako pale ushirika, but if they are in the fellowship, lakini wakiwa kwa ushirika, they must bring some other agendas. Lazima masuala mengine yatokelezee. Why? Kwa nini? Because they are cooking some lies somewhere. Sababu wanaandaa uongo. They are cooking some lies somewhere. Wanatengeneza uongo mahali. To cause trouble in the fellowship. Kusababisha shida kwa ushirika. Dealing with what? The root of bitterness. Kabiliana na mizizi ya uchungu. The Bible says any plant. Biblia inasema kila pando. In the book of Matthew, that the father never planted. Pando ambalo baba hakulipanda. Must and shall be uprooted. Litang'olewa. We have come to uproot today. Tumekuja kung'oa leo. This thing called bitterness. Hili jambo linaloitwa this root of bitterness. Mzizi wa uchungu. In our hearts. Kwa mioyo yetu. In our families. Kwa jamii zetu. In our generation. Kwa kizazi chetu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is why you see people are not settled. Maana watu unaona people are not at peace. Watu hawana amani. Hallelujah. Amen. Everybody is in terror. Kila mtu ana wasiwasi because of the threats. Kwa sababu ya vitisho. And you see, after the threat comes the trouble. Baada ya vitisho, shida inatokea. Nitakuchoma, nitakupiga wewe. Nini? Then if what follows? Inafuatia shida. I'll kill you. I'll kill you. I'll cut your head. Nitakata kichwa chako. Then what follows? Inachofuatia? The action. Matendo yanaonekana. Trouble. Shida imetokea. Trouble. Shida. Let's not dwell there, but let's pray that this thing should not be our name. Tuombe kwamba mambo haya yasiwe sehemu yetu. It should not be near us. Isiwe ndani mwetu. And everybody said amen. Kila mtu asema amen. Colossians 3:19. Wakolosai 3:19. We are moving well. Tunaendelea vizuri. Have a few minutes. Thank you so much. Chache sana. Colossians chapter 3 verse number 19. Wakolosai 3:19. Thank you so much, guys. Asante sana wapendwa. Colossians, not in Colossians 3:19. Wakolosai 3:19. Colossians. Iko sawa. Inasemaje? Husbands, love your wives and not be harsh with them. That thing, another version. This is let the NKJV, New King James. Ninyi waume wapendeni wake zenyu, msiwe na uchungu nao. That is what I needed. Husbands, say oya. Husbands, oye. Can I see husbands like me? I'm also a husband, oh. Husbands, oye. What does the Bible say? Love your wives. Wapendeni wake zenyu. Because there are many husbands and their wives. Maana kuna wake wengi na waume wengi. In the world we have got husbands and wives. Kwa ulimwengu kuna wake na waume. They produce children. Wanatoa watoto. Am I talking well? Na waharibia kizungu. No, I'm no problem. Now, husbands, hivyo waume, love your wives. Wapendeni wake zenyu. And do not be what? Sema bitter. Towards them. Na msiwe na uchungu nao. Hapa ndio kuna bwana shida leo. Mzee anasema ninaweza nikakanyorosha. Na kashamzalia watoto ngapi? Kalikuja kakiwa kasichana, sasa kamechapa 1, 2, 3 kanaanza kupoteza market. Sema utajua njia ya kurudi kwenu. Mzee, Biblia imekuambia ufanye nini? Upende, si kunyorosha na makofi na mateke. Pako unakanyaga kichwa usikie kama ni kichwa hapa ni sponge. Hapo unampiga ngumi ya tumbo usikie kama ni ile boxing ya Tyson. Kama inaingia ama ingie. Nani alikufundisha hiyo maana? Who taught you? Nani alikuambia? Who taught you that is your nini?
You are boxing whatever. Alikwambia hapo ni mahali pa The Bible has cautioned us. Biblia imetupa tahadhari. I know sometimes we are angered. Najua wakati mwingine tunapata hasira. Some man will used to buy some food in the house. Wengine wananunua chakula nyumbani. But they eat very little. Kidogo kidogo. Don't ask me where the other rest went. Usiulize ingine ilienda wapi. So when you see meat here, when you see some little pieces of meat. Ukiona vipande vichache vya nyama in Lake Victoria, katika mto wa Lake Victoria. Try to fish one. Jaribu kutoa moja. Lucky to fish one. Ukiweza kutoa moja. Thank God. Shukuru Mungu. Si mnashikanisha vile nasema. Hiyo ni siku nyingine kama hii inakuwa ngumu sana. I'm saying, nasema don't be dangerous. Usiwe hatari. You even want to know. Utataka hata kujua how many pieces? Vipande vingapi? Ambavyo nusu kilo inaweza toa. You want even to calculate. Unaweza hata kufanya hesabu. How many pieces? Robo iko na vipande vingapi? So you divide. Sasa unagawa. You want to say, I know how many pieces you are supposed to be here. Unasema najua vipande vingapi vinahitaji kuwa hapa. Vingine vimeenda wapi? You see, mothers are very clever. They cannot cook food until they taste it. Hadi wamama hawezi pika chakula bila kuonja. Every normal woman must cook and taste. Kila mama lazima apike na aonje. Kama anafunza. Nimesema every mother who knows to cook. Kila mama anayejua kupika. They were told. Waliambiwa. Before you serve food. Kabla hujapakua chakula. From the chicken. Kutoka jikoni. Chicken ama chicken. You must make sure it is okay. Hakikisha unaona iko sawa. So mama has done the best. Sio mama amefanya lake. She's qualified. Amehitimu. She has cooked it well. Amepiga vizuri. And she has done the mathematics. Na amefanya hiyo hesabu. To test and see. Aonje aone ikiwa sawa. Even the Bible says test and see. Hata Biblia inasema onjeni muone. Bwana ni mwema. Hiki kitu ni tamu sana. So, when the mama cooks and the test, hiyo wakati mama anapika anaonja. A little pieces, mama, a little pieces. Vipande kadhaa. And some small stew. Na supu kidogo. With some pieces of tomatoes. Na nyanya kidogo. Please be at peace. Wewe uko tu na amani yako. Whatever comes before you appreciate. Takalo kuja mbele yako shukuru. If it was little, you must now increase next time. Ikiwa ilikuwa kidogo wakati mwingine ongeza sasa kiwango. You used to bring a quarter, now bring a half. Kama ulikuwa unaleta robo sasa ongeza ikuwe nusu. There is some subtraction. Na kuna hesabu ya kuondoa pale. Kule jikoni. Before it comes forward. Kabla hajafika mezani. And when there is subtraction of some pieces. Ikiwa kuna kuondoa vipande kadhaa. Subtraction of HO2. Kuna kuongezeka mahali. Mwachana na hiyo mama yote umemaliza. But I'm trying to help. Lakini najaribu kuja. Don't be so questionable. Usiwe na maswali sana. This is what I brought here. Hiki ndicho kililetwa hapa. Thank God me I don't eat bread a lot. But when you bring bread in the house, lakini unapoleta mkate kwa some nyumba, people must count 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one is how many pieces? Okay. How many are we in this house? Iko na vipande vingapi? How many are we in this house? Uko ngapi kwa So this nyumba? one divided by me. So at least I'm sure everybody will getting 3. Kila mtu atapata vipande This is secondary school bwana. Hii si high school tu bwana, pamkiwanga mkate ya buffalo. Achana na hiyo maneno. Wazee nimewafunza kidogo, mtaniona kama sawa? Mnibaia kamkuka kuku na kule. Maana mtu mwingine angekwambia hiyo maneno. Do not be bitter. Usiwe na uchungu with your wife na mke wako. Try as much as possible. Jaribu uwezavyo to love her. Kumpenda. Even if she's not lovable. Hata kama hapendeki. Just love, try to love. Wewe jaribu kupenda. Doesn't mean you'll be saying all the time, I love you, I love you, I love you. Like you don't say that. Hainishi kila wakati utasema nakupenda. Lakini uonyeshe. Sometimes they say just from here. Wakati mwingine huo unasema tu. Kwa kinywa. Angalia mwenzako kama baada ya breathe wewe. Temperature inapanda. Iko sawa?
tuko moderate. Daktari hapo yeye. Mwambie mwenzako siwe na wasiwasi. Siwe na wasiwasi. Wacha pressure. Hii mambo ni ya hapa duniani. So that is what we call what? Root of bitterness. Hiyo ndio tunaita mzizi wa uchungu. Many husbands become bitter. Usiwe na That is uchungu. why, Reverend, you see we have a lot of problems in marriages. Ndio maana tunaona kuna shida nyingi katika ndoa. There is a lot of fighting in that small room here. Kuna vita vingi kule kwenye chumba. In that bedroom. Kwa bedroom huko. Because you come with your bitterness. Maana unakuja na hasira You yako. carry all the questions in the bedroom. Umebeba maswali yote kule kwa bedroom. Nataka uniambie saa hii. Mama anajaribu kujifunika kutoka hauni kabla hujaniambia. Ulikuwa unamaanisha nini? Mama anajaribu kusema tutaongea kesho. Hapana. Bitterness, uchungu mpaka kwa blanketi. Mama hata hawezi lala na amani. Inaenda ndani sana. Sorry. Tutatoka hapo tutarudi siku nyingine. The last then another scripture then tutoke hapo. Proverbs. Mithali. Baranga Proverbs no. Chapter 17. Mithali 17. Mwehau. Uko pale. Are you there? Uko pale. Muli hapa. Muli pamoja. Uko pamoja. Proverbs chapter 17. This is so powerful. 17. Verse 25. Hii ni ya nguvu, mstari wa 25. My friend, throw it for me there. Thank you. Proverbs chapter 17 verse 25. It says, let's move. Proverbs, yeah, thank you. Mithali. A foolish what? Mwana is a grief to his and to her. Msomi? Najua hii inakata nusu. A foolish son is a grief to his father, and a bitterness to her who did what? So kuna kwena baba na kwena mama. Na mama na baba. We have the father, we have the mother. The mother is her. The mother is her. Kuna baba na mama. The mother is her. The father is he. Mama So ako. this son here Huyu mwana hapa becomes a fool anafanyika mpumbavu to the father kwa and the baba grief. na kuwa na huzuni. Niseme kitu yangu, soma Kiswahili. Mwana mpumbavu, Sema mwana mpumbavu. Anakuwa nini? ni huzuni kwa babaye, Ni huzuni kwa babaye. na uchungu kwa mamaye, Na uchungu kwa mamaye aliyemzaa. That's why mothers can cast anybody na cast can shika. Ndio maana mama anaweza laani kila mtu na laana ishike. Don't put your mother in pain. Usifanye mama yako akuwe na uchungu. Don't put grief on your father. Usiweke huzuni kwa baba Even yako. your father can cast what it kamata. Hata baba yako anaweza kukulaani na ifanyike. Don't cause your mother to be bitter. Usisababishe mama yako kuwa na uchungu. Young people who are here, listen to me. Vijana mlio hapa This is a msikize. complete gospel. Hii ni injili It is kamili. the full gospel Injili kamili of the Bible, ya Biblia not of Kenya. hapa Kenya. It is the full gospel of the Ni Bible, injili kamili ya Biblia. not of Kenya. Si mnashikanisha huko. So, you sons, Nyinyi wana, please take care of your fathers. tafadhali umjali. Don't grieve your father. Msiwape huzuni. Don't make your mother to become bitter. Usifanye mama awe na She uchungu. will shake that thing, Atatingiza hiyo jambo. and you'll never succeed anywhere. Na utafanikiwa popote. That is why you find all of them in Mutwapa, Ndio maana unawapata kule mtu hapa. Kilifi County. Huko they are doing prostitution. Wanaleta ukahaba huko. Why? Kwa nini? They made their mother bitter. Walifanya The mother became angry. walifanya She mama spoke in bitterness. akanena She maneno, spoke words of curses. akatoa maneno ya And laana she shook the priest. na akatingiza titi. Basi. Ikawa hivyo. Uwe. Kwisha. Please, Tafadhali work over your heart. fanyia kazi moyo wako. Don't put a lot of things that are not good in your heart. Usiweke ndani ya moyo wako. We are coming back there to the root. Tunakuja kwenye mizizi. Deal with the root of this thing. Kabiliana na mizizi ya hivi. Even these things that we are seeing around, Gen Z, maandamano, blah blah. If there is a root of it, Hii vitu tunaona Gen Z maandamano. it never started from nowhere. Kuna mahali ilianzia. It started from somewhere. Ilianzia mahali. They are even despising the church. Hata wanadunisha They are kanisa. even despising the servants of Hata God. watumishi wa Mungu wanawapuuza. Hey, even in school now, Hata kwa shule nobody wants to be touched. hakuna mtu anataka They have kuguzwe. become untouchable. Hawa hawaguziki. They are untouchable. Hawaguziki. If you touch them, you are in problem. Ukiwaguza uko kwa shida. They say we'll come for you. Wanasema We are tutakukujia. coming to greet you. Tunakuja kukusalimia hivi So karibuni. everybody is quiet.
Kwa hivyo kila mtu Everybody is in fear and in terror. mtu ako na uoga You Kenya. never know what they want to do. Hawataki, hawajali, wanataka They can kufanya nini. decide to burn the nation in a day. Wanaweza amua kuchoma taifa tena, They are the majority. maana wako na wingi. Shetani ashindwe. Amen. Sema na mimi shetani ashindwe kabisa. Ashindwe. That is, there is a root, there is somewhere they began. Kuna mzizi kwa Because they are looking wanaanzia. west, they are looking here. I have no job, I'm doing nothing, I'm not nothing. Wako tu hawana kazi, hakuna It chenye gives them wanafanya. bitterness. Inawafanya kuwa na uchungu. They are bitter with the president. Wanakuwa na uchungu na They are president, bitter with their parents. na uchungu na They wazazi. are bitter with the teachers in school. Hata kwa walimu shuleni wako na uchungu nao. Even everywhere in the market, they are bitter with everyone. Hata kwenye soko kila mahali wako na uchungu. Very dangerous seasons. Majira ya hatari sana. I pray that this thing will go out. Naomba kwamba jambo hili liondoke. Amen. Amen. And every man knows his heart. Na kila mtu anaelewa moyo wake. Bitterness does not come from the head. Uchungu hautoki kwa There are many kichwa. intellectuals today. Intellectuals, wasomi. Kuna wasomi And the leo, doctors and the professors. madaktari na But maprofesa, they can still go and commit suicide bado wanaweza enda kujinyonga with the whole money they have. na pesa zote With the big houses they have. na nyumba kubwa, They can still go and handle themselves. bado anaweza kwenda kujitia It kitani. is not from the head, oh. Haitoki kwa It kichwa, is not because you have no money or si you kwa have no money. sababu hawana pesa ama There is a root of it. kuna mzizi wake, It boils from the heart. inaleta sumu kwa moyo. And every heart knows its own problem. Kila moyo unaelewa shida yake. Yaani sasa unasikia mtu anasema mimi najijuanga. Mimi najuanga hasira zangu zikipanda naweza fanya. Hasira zangu zikipanda ninaweza kufanya. Huyu mtu kaa mbali na yeye. Kaa mbali na yeye. Hebu tusome hiyo maandiko tumalizie. Proverbs. Idadi. Man of God, thank you for this opportunity. Nilikuwa nimemisi hawa jamaa. Proverbs 7, where are we? 14 verse number 10. Idadi 14 mstari wa 10. My notes are going to wind up. Okay, Proverbs 14 verse number 10. Midali 14 mstari wa 10. Thank you sir. Biti umethrow haraka kabisa hata kabla mdomo yangu itafunguka. The heart knows it what? Hello? Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma sisi wote tuende school. Sisi wote tunatumia school fees, ndio? Haya. Number 1, let's go. The heart and a stranger does not do what? So, hebu soma baba. Moyo hujua uchungu wa nafsi yake. Moyo hujua uchungu wa nafsi yake mwenyewe. Umundu mwenyewe. Halafu Wala mgeni haishiriki furaha yake. so that is why when we come to your house, you welcome us very happy. Hiyo ndio maana tunapokuja kwako unatukaribisha ukiwa na furaha. You can even make some warm water for Hata us unaweza kutupa maji moto and give us a serviette to clean our na hands utupatie serviette tupanguze mikono and give us hand wash na tupatie hand wash and serve us nicely. na utuhudumie vizuri Say welcome. na useme karibu. God bless you. Mungu awabariki. But when we are not there, Lakini wakati hatuko, the things that you do in that house, vitu ambavyo unafanya pale kwa hiyo nyumba, the thing that is hidden in that heart, vitu ambavyo vimefichika ndani ya moyo, no one knows. hakuna ajuae, No one knows the bitter, hakuna ajuae uchungu, the bitter of this mama, uchungu wa the huyu bitter mama, of this man here, uchungu wa huyu mwanaume the hapa, bitterness of these young people here. uchungu wa hawa You vijana, know not. hakuna, No one knows. hakuna ajuae. You will see when they are on the street, Utawaona tu wakiwa barabarani burning people's cars, wakichoma magari za watu and they say haki yetu, na kusema haki haki yetu. yetu. That is not your haki yako. Hiyo si haki yako. You never bought that car. Haukuinunua hiyo You never bought gari, that house. haukununua hiyo Why are you nyumba. putting it down? Mbona unaichoma? Your heart knows your bitterness. Moyo wako unaelewa uchungu wako. So, brothers and sisters, Kwa hivyo wapendwa, I'm coming back there. narudi pale. Guard your heart so much. Linda moyo wako More than zaidi you are guarding your money. kuliko vyote ulindavyo. Guard this heart of yours. Linda moyo wako That is huu. where it boils. Hapo ndipo unapochemuka. Before you do it, Kabla hujaifanya, before you speak it in your kabla mouth, hujanena, it is here. It inatokea comes. ndani. This is the store. Hapa ndipo kwenye This is where gala. many things are stored. Hapa ndipo penye vitu vingi vimewekwa. The deposit of good and the bad. Hazina ya mema na yako ndani ya If you moyo. want to know somebody, Ikiwa unataka kumjua mtu, let him speak. wacha nene, You will hear. utasikia. Even in this nation, you can hear how they are saying. Hata katika I come from
this way, another one, I come from this way, and I'm of these people, I am of these people. It is in the heart. Iko ndani ya moyo. Na moyo unaumia. Moyo unafanya nini? Ayubu sasa alituambia hivyo. Moyo unauma. Moyo unachoka. Hey, angalia mazako mwambie hii ni kali. Ni dawa ya kumeza na maji mengi. Daktari anajua hivyo. So ukipewa tablet kali, unajua meza na maji mengi. Inaenda haraka na inaleta uponyaji. Sasa nataka tuombe. Bwana asifiwe. Amen. Every heart, Kila moyo that has been bitter, ambao umekuwa na uchungu, let that heart be healed. wacha huo moyo uponywe. Watu They expose their bitterness wanadhihirisha uchungu wao with their actions, kwa matendo yao, with what they do. kwa kile wanachokifanya. Why did Abel Kwa nini Abeli be killed by his brother Cain? akauawa na ndugu yake Kaini? What could a brother, how could a brother kill a brother? Ilikuwaje ndugu amuue ndugu yake? Bitterness of the heart. Uchungu wa moyo. Cain could see Abel. Kaini angeona Abeli. It's like God was rejecting Cain and accepting Abel. Ni kama Mungu alikuwa anamkubali Abeli na anamkataa Kaini. But actually, that is the Bible. Na kweli hiyo ni If you Biblia. do good, you are accepted. Ukitenda mema If unakubaliwa. you don't do good, you are not accepted. Mema haukubaliwi. So in short, Kwa ufupi, Abel Abeli was a good and a faithful giver. alikuwa mtumishi mwaminifu. And so Cain Kwa hivyo Kaini became bitter. akawa na uchungu. He was looking how he was sacrificing. Alikuwa anamwangalia vile anatoa dhabihu zake. Amen. Amen. By the way, I forgot to congratulate you, sir. You have a very good sound system. Kuna mitambo mzuri All of sana. them are new. Yote naona ni You mpya. are blessed, sir. Cain looks at what he was giving Kaini alikuwa anaangalia kile alikuwa anatoa and he brings it there. na analeta pale. And then Abel goes and he prepares himself. Na Abeli anaenda kujiandaa. A clean heart Moyo msafi. takes time. He Unachukua prays before he gives. anaomba kabla hajatoa. Then Cain comes and gives. Kisha anakuja anatoa. Puts his pocket and goes. Anaenda na kama mweka Ngoja tuone chenye anaenda. Huyo ni Kaini. Kama anataka kupokea apokee. Kama hataki akae. Shauri yake. Yeye anatoa tu bila mpango. Hakutuma nimfanyie kazi nimleteange pesa. Hata